must determine. Kama uwezi kufanya maamuzi, utabaki unajililia, wananishawishi, wananifuata wenyewe. Wanakufuata wenyewe ama wametumwa? Hawakufuati wenyewe. The devil has the agenda. Halafu nasema wanakufuata wenyewe. Nani amekwambia wanakujaga wenyewe? Wako kwenye mission. Kama mimi siku moja nimetoka kuhubiri na ni sabato yangu ya mwisho, jioni tunaagana naondoka, wazee wanakutana na mchungaji mwenyeji, nimeshafahamu nyumbani ni pale ninakolala, nimeshakuwa mwenyeji wiki 3 sasa, ndio ya mwisho siku ya sabato. Halafu anakuja dada mmoja hapa, namuona alafu kumbe ana agenda na mimi. Ananiambia wewe yale mambo umeshaka yaacha kabisa. Nikajifanya kama sijamuelewa, sema yapi? Sasa nyingine nataka nijue hivi, nisije nikamuhisi tu kumbe hamna. Nikataka nijue kabisa kama. Nikasema yapi kwani unamaanisha? Akasema ya wanawake. Ya wanawake yapi? Nilipojua akajibu, nikajua huyu ametumwa. Ninatoka kwenye huduma jioni hii na amekuwa anahudhuria na ni Mwadventista na ameolewa. Nikauliza ana mtoto mmoja ama wawili, lakini ametumwa na ibilisi. Halafu nasema wanakufuata wenyewe, wametumwa. Yaani wewe ni kijana wa kiume ni wa kike, usimuone huyo anayekupeleka utende not from faith. Halafu ukasema imetokea tu, ni kwa bahati mbaya. Ni ibilisi yuko kwenye mission. Nebukadnezar hawezi kuprepare ile diet. The devil has a mission. Hivi vitu vyote tunavyotengenezwa duniani hapa, aina ya juice yote na aina ya vyakula visivyofaa, usifikiri wanatupenda mno. The devil has a mission. Ila ukiona tu pastor ni champagne tu, hii ni energy ni nini? Na bahati mbaya unaona wazee wakubwa ndani ya kanisa, wengine ni wazee mpaka wa kanisa, alafu ndio kinywaji chao. Wanasema mbona kitu cha kawaida sana kipasa. Hakina kilevi ni nani alcoholic. Nikamwambia wewe, mimi nakueleza sio kwa sababu umekuja kwangu, ila nakueleza hii tabia usipoishinda, siku natuona tunapepea. Alikuwa mama mrembo na ana mke wake. Nilimweleza serious muda wote kati naenda. Nilimweleza nikamwambia mimi sikwambii kwa sababu yangu tu, ninakueleza huenda hii ni tabia yako. Usipoishinda hii, basi neema ya Mungu ni bure. Lakini nataka kueleza tu kwamba wanatumwa. Na hiyo ni baada ya miaka mingi mimi ni mchungaji na naendelea. Halafu ibilisi anamtuma yana, anajichekesha, anajirembua. Niwahi kuambia vijana siku moja kwamba kuna binti mmoja alikuwa naye, tunasoma naye mkondo wa sayansi. Walikuwa wasichana 5, wana vichwa vizuri darasani. Halafu pia wana sura. Walimu na wanafunzi walijichanganya. Na ili uone ibilisi alivyo, akamtuma mmoja wao kwangu. Bwana akanijalia kwa sababu ameazima daftari langu la hesabu na halileti. Ninamuuliza daftari langu liko wapi? Asema nitakuletea siku ya kwanza, ya pili, ya 3. Akasema ujinga. Sema ujinga. Kaambia leta daftari langu. Nilipokodoa macho akajua niko serious. Nikamwambia mbona uko serious? Sema niko serious, hata daftari langu. Akaniambia wewe na wewe. Akasema kwani nini? Nikaona anatuma signal. Nikajua kumbe. Nikamwambia hiyo biashara ulionayo haina uhusiano na daftari langu na mwili wangu. Leo usipolileta utajua. Na kwa sababu nilizungumza niko serious, alijua nimebadilika.
Akaniambia, hamna kitu, nitakupata tu, piga humu kama sitakupata kabla hatujamaliza shule. Nikamwambia sipigi, ila wewe tafuta kwa bidii zako zote. Bwana alinijalia, hajanipata mpaka leo. Hajanipata mpaka leo. Ila kwenye mikutano niliyowahi kwenda nikakuta ni mke wa mzee wa kanisa. Hakuna mtu aliyemsemesha mwingine yaliyopita. Imagine Pastor Semba anahubiri, alafu yule dada sasa ananiangalia kila kitu, ameniaddress. Yaani mimi nimesimama hapa, yeye ananiangalia kila kitu. Sikumkumbusha. Mimi nilisonga na utume na injili. Ni mke wa mzee wa kanisa wakati huo, mimi niko mchungaji wa mtaa huo. Anasema, Ibilisi anatumaga watu. Kumbe alikuwa ametuma mpaka na mke wa mzee wa kanisa ajaye.